Hii ni Ndui TV Sport News. Timu ya Taifa Stars imeshuka kwa nafasi 3 katika viwango vya ubora wa soka duniani vilivyotolewa hivi karibuni na FIFA. Serengeti Girls, timu ya taifa ya wanawake chini ya umri wa miaka 17, imeanza vyema kambi yake nchini Tunisia kujiandaa na mashindano yajayo. Mechi za kimataifa jana usiku zilikuwa zikiendelea. Pambano kali la kirafiki kati ya Ujerumani na Ghana huko Stuttgart, Ujerumani, walitumia mchezo huu kufanya majaribio ya kikosi chao kuelekea kombe la dunia 2026, huku kipa Alexander Nibal akipata nafasi ya kuanza. Michuano hii ya majaribio inaendelea katika vituo mbalimbali ikiwemo Rwanda, ambapo timu mbalimbali zinapewa nafasi ya kucheza na mataifa kutoka mabara tofauti. Timu ya wanawake ya Simba Queens imepata pigo kubwa baada ya mchezaji wao muhimu Nick kulipotiwa kukosa mechi zijazo za ligi ya wanawake WPL kutokana na changamoto za majeraha. Na wale wapenzi wa basketball, jana Basketball African League Basket ilikuwa inaendelea. Timu ya basketball ya Dar City hapa nyumbani Tanzania inaoshiriki michuano ya Basketball African League yani BAL, jana iliingia dimbani dhidi ya Al Ahly na matokeo yalikuwa Al Ahly walipata vikapu 118 na Dar City walipata vikapu 97. Basketball NBA Marekani, taarifa zilizotoka hivi asubuhi zinathibitisha kuwa Ja Morant wa Memphis Grizzlies hatakuwa nje kwa msimu mzima uliosalia kutokana na jeraha lake la bega. Ligi kuu ya NBC Tanzania bara itarejea baada ya mapumziko ya kalenda ya FIFA na vita ya ubingwa vitaanza, na pamoja na kushuka daraja kunaendelea kupamba moto. Arsenal wanapitia kipindi kigumu cha majeraha baada ya mapumziko ya kimataifa ya Machi 2026, huku takriban wachezaji 10 wakiripotiwa kuwa na hali mbaya ya majeruhi. Hali hii inatia wasiwasi kuelekea mechi zao za FA Cup dhidi ya Southampton na robo finali ya UEFA Champions League dhidi ya Sporting Lisbon. William Saliba alijiondoa kwenye timu ya taifa ya Ufaransa kutokana na maumivu ya kifundo cha mguu, lakini Eze bado yupo kwenye hatua za ukarabati kutokana na jeraha lake la mguu. Leandro Trossard amepata maumivu ya nyonga, lakini Mikel Merino anaendelea kuwa nje kwa muda mrefu na sasa anaungana na orodha hii ndefu ya wachezaji majeruhi. Hali hii inamfanya Mikel Arteta kuwa na kazi nzito ya kupanga kikosi, hasa akizingatia Arsenal na pambana kwenye michuano mitatu kwa mpigo: FA Cup, EPL, England Premier League na UEFA Champions League. Habari za kusikitisha kwa wapenzi wa soka, Lionel Messi ametangaza kuwa msimu huu ni msimu wake wa mwisho kushiriki kombe la dunia. Lionel Messi ana msimu huu tu kushiriki kombe la dunia. Mchezaji huyu aliyeweka alama kubwa duniani, kuna tukio alilifanya majuzi ambalo liliacha watu mdomo wazi na watu kujiuliza maswali. Juzi kwenye mchezo kati ya Argentina na Zambia, tukio la penati baada ya Thiago Almada kuangushwa eneo la hatari, kila mmoja alitegemea Messi ndiye angepiga ile penati ili kuongeza idadi ya mabao yake ambayo kwa sasa yamefika 902. Badala yake Messi alimuita Nicolas Otamendi na kumkabidhi mpira. Otamendi ambaye ana umri wa miaka 38 tayari ameshatangaza kuwa anastaafu soka la kimataifa baada ya kombe hili la dunia la mwaka huu. Messi alimwachia penalti hiyo kama ishara ya heshima na kumpa nafasi ya kufunga goli katika mechi yake ya mwisho kabisa kucheza kwenye ardhi ya Argentina. Na hii ni Ndui TV Sport News.